Umeondoka katika lebo uliokuwepo vizuri, una shida yoyote na bosi wako wa zamani? Yeah, mimi sina shida yoyote na bosi wangu. Nimeondoka kwa wema. Nimemaliza kila kitu. Ndio maana nimetoka na sasa niko hapa kutangaza jambo langu. Hebu swali moja kidogo la uzushi, lakini linaweza likakuweka vizuri na likakusafisha. Nimeona baadhi ya mitandao inasema kwamba sababu ya wewe kuondoka ni Billnass. Is it true? Hapana. Nimeishi na bosi wangu kwa kumheshimu sana. Nilikuwa ninamheshimu zaidi ya kumheshimu. Tuseme hadi nilikuwa namuogopa. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu kama hicho. Nilikuwa nawaheshimu wote kama mabosi zangu. Kwa nadhani huo ni uzushi tu. Hakuna ukweli wote. Nini ndoto zako sasa? Yami mpya kwenye brand nyingine, unajitegemea kimuziki. Nini dreams zako? Yaani una dream gani? Dreams zangu ni kubwa kwa kweli. Na napambana na namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kunisimamia na kunisaidia. Sasa hivi naanza safari nyingine. Tayari nimeshajua muziki upoje, nimejifunza vitu vingi, nimeona mambo sina rahisi kama nilivyokuwa ninadhani. Hivyo kwa sasa hivi nimekuwa, sio kama mwanzo. Na nina imani nitafika ninapotaka kufika na zaidi. Ikitokea lebo nyingine kubwa ikataka kukusajili kama msanii, ndio. Are you ready? Yeah, niko tayari. Ni maelewano tu. Maelewano ya pande zote mbili basi. Unadhani kujisimamia mwenyewe na kukaa katika lebo, chances za kutoboa kisanii zipi kubwa? Sijui nisemeje hapo, lakini vyote vina impact. Kwa sababu ukiwa msanii ambaye hujulikani na una kipaji, unategemea support ya lebo au watu ambao watakunyanyua, wasanii, lebo, management. Na ukiwa peke yako ni ngumu, lakini Mungu anasaidia kwa sababu kipaji siku zote hakijifichi. Kipaji kama kinaongea, lazima utafika sehemu unatamani kufika. Soko limehamia kwenye singeli na aina nyingine ya muziki. Tukutegemee kusikia nyimbo yote ya singeli? Ndio, mtegemeani nyimbo yote mnataka kusikia mtasikia. Yes, na zile kama zinakwenda rumba chakacha? Zote kwa sababu mimi ni msanii, kwa kila kitu, everything. Swali lingine la kizushi, nadhani kwa niaba ya waandishi. Ndio. Hebu tuambie mahusiano yako kama mtoto wa kike. Una mahusiano yote ya kimapenzi? Sasa hivi hapana, sina. Uko single? Yeah, single. Akitokea mtu ambaye unadhani ni sahihi, uko tayari kuingia katika mahusiano hivi sasa? Niko tayari. Kwa mfano limetokea jitu kama Bugatti. Sorry nakutania. Swali la mwisho. Tunamuona Yami yupi after 20 months later, au mwaka mmoja au miaka miwili, yani tumtegemee Yami yupi? Yani nitegemee kwa ukubwa zaidi, sio kwa hivi sasa nilivyo. Yani I hope nitakuwa zaidi ya hapa, zaidi na zaidi mara 1000. Na imani, I believe that. Unaamini katika kipaji peke yake? Yani wewe kwako, najua una talent, hiyo peke yako ndio kigezo cha kufanya kwamba tuone Yami mkubwa zaidi after 1 year? Hapana, vitu vingi vinahitajika. Management nzuri, uongozi mzuri, maana bila uongozi unaweza yani ukipata watu wa kukushauri vizuri inasaidia. Unaweza kuwa na kipaji na hauna watu wa kukushauri vizuri, hiyo ikakuangusha. Hebu eleza kitu kimoja kizuri kuhusu bosi wako wa zamani, yani kitu ambacho utakikumbuka. Lazima mlipoishi kuna mema mmefanyana, kuna hisani mmefanyana, kuna mazuri mmefanyia. Hebu waambie Watanzania kupitia media, kitu gani kizuri utakikumbuka sana na utakimiss kutoka kwa nani? Kimoja, one thing. Sijui, lakini nimejifunza vitu vingi kwake. Maybe amenifundisha uchapakazi. Hicho ndio nitakikumbuka siku zote. Anachapa kazi sana, anafanya kazi kama mwanaume.
ni mpambanaji halali, anakesha. Kwa hata mimi alikuwa yani anani-inspire, akiniona nimelala anambia hebu umelala, twende studio. Kwa nadhani hicho nitakumbuka. Msanii wako bora wa muda wote, best artist ever in this country, ukiulizwa mtaje mmoja au mtaje mwanamke mmoja na mwanamume mmoja? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Ndiyo. Na mwanamume? Mwanaume nitasema si mwingine. Watu waandishi leo wamesema wanataka kujibiwa maswali. Sijaona bado, yani kwenye mahesabu yangu bado sijaangalia. Mimi naona wasanii wote tu ni bora. Why umetuleta Makongo juu? Sababu hii ni mitaa ambayo mimi naishi. Kwa ndo maana nimeamua niwalete hapa muone mitaa ya nyumbani. Namuona Lunya hapa, namuona Romi, namuona Barnaba, nawaona TikTokers, lakini nawaona comedians wakubwa wamekuja kwa kusupport ndugu yao. Unajihisi vipi kuwaona wasanii kaka zako, sisters zako wakubwa wamekuja kusupport mbali huku? Yani, how do you feel it? Yani kwa kweli nimefurahi sana, sikutarajia kwa sababu wengine niliwakurupusha, yani sikuwaambia mapema, kwa mfano wewe, lakini umekuja kunisupport. TikTokers wamekuja, wengine nimewapa taarifa leo. Romy Jones, kakaangu Barnaba ni mtu ambaye ni mtu ambaye amekuwa na mimi kwenye kipindi chote. Na sasa hivi kumbuka ana hit song. Yeah, so Barnaba yani siwezi hata kuelezea, yani nakushukuru sana. Umenisaidia sana, yani yeye ndo mshauri wangu namba 1. Kuanzia nyuma mpaka sasa, kwa yani I'm grateful. Leo nilimwalika Nandy na business. Yeah, nimewalika kwa sababu sasa hivi nina management na team. Kwa niliongea na timu yangu nikamwambia naomba mwalike bosi, alikuwa bosi wangu wa zamani. Nadhani watakuwa wamefanya hivyo. Okay, asanteni waandishi, nadhani nimewasaidia kuwapa content na mtajifunza style za maswali. Asante sana, shukrani.